mateso. Mateso. Matatizo ni mengi lakini yana mwisho. Matatizo kila siku hayaishi. Mbona ni kwangu mimi. Matatizo, ona shida, inajuta kuzaliwa, kuwepo duniani. Ninajuta kuzaliwa, kuwepo duniani. Nitakutegemea Mola, Ee Mola, Ee Mola. Ajali zinaniandama, magonjwa yananiandama. Kama ni shida, mbona ni kwangu tu? Kama matatizo, mbona ni kwangu tu? Kama baba na mama walikosea, kwa nini matatizo yaje kwangu? Nini hapo? Mambo msaada. Fanyaje? Wewe unajua kuhukumu kwa haki. Mimi mja wako, mimi nakuja kwako. Kama ni watesi, Baba teta nao. Kama ni adui, Baba pigana nao. Mimi peke yangu siwezi, mimi peke yangu siwezi, mimi peke yangu siwezi. Nishike mkono na hii roho yangu naiweka kwako, na huu mwili wangu nauweka kwako, na hii nafsi yangu naiweka kwako. Nisaidie. Ngoja nikusaidie, simameni hapo nasaidia kumshikilia Mungu. Yoko? Banshia huko. Au huko. Sawa. Huku tukita kudilisha huko na mapokezi. Sisi kujiandikisha. Salama, habari gani? Nzuri. Karibuni sana. Asante. Tumemleta kijana anaumwa. Pole sana. Anaitwa nani? Mstaafu. Mstaafu nani? Juma. Mstaafu Juma. Ndiyo. Mstaafu. Ana miaka mingapi? Kwa kweli sifahamu kwa sababu nimemwokota tu hapo. Okay, sawa. Kwa tutakadiria miaka yake. Sawa, dokta. Okay, sawa. Sasa ataenda kwa daktari ili aweze kumpima na atampa jibu pia anasumbuliwa na nini. Sawa, asante. Sawa, kwa hiyo tunaenda kwa daktari. Sawa. Poleni sana Isa. Asante. Poleni sana Mustafa. Pole sana bwana. Ndio changamoto hizo, Mungu atakusaidia utakaa sawa. Ngoja tuende kwa daktari aweze kukufanyia matibabu, tujue kitu gani kinakusumbua.
Sawa, nimekuelewa dokta. Unasikia hapo? Maisha haya bwana. Katibu. Vijana bwana, vijana. Shida nini? Watu mbegu. Mwaka zidio sana hizo. Mwaka iko serious sana. Maisha ya bwana. Mtu ghafla kama unajikuta unauma. Staff. Sasa, habari. Sawa. Chifu. Naam. Kuna karatasi, naomba muangalie mgonjwa. Haya, sawa. Okay. Sawa, nilipata. Mstaafu. Okay. Naomba nitie ndugu yake. Okay, dokta. Ndugu mstaafu. Abe dokta. Karibu. Asante, habari za kazi? Za kazi nzuri. Ndio. Wewe ni ndugu na mstaafu? Ni ndugu lakini kama si ndugu. Naam. Kwa sababu Ndio. nimemkuta tu amedondoka, nimemkuta dondoka. Sawa. Anasumbuliwa na nini? Kama ni moyo kukumbwa na bara, imo nimekumbwa. Anashika tumbo na kichwa. Sasa sijajua shida ni nini. Sawa. Basi nashukuru kwa taarifa hiyo unayonipa. Sasa baada ya hapo basi ngoja nitamchukua vipimo ili nijue ni nini kinachomsumbua. Anasumbuliwa, unasema anashika nini? Tumbo na kichwa. Tutamchukua hatua ya awali ya kumpima. Tutakaa sawa. Hapa urudi kazi. Mama, nimeshampima vipimo vyote. Ndio. Mapigo ya moyo yako vizuri? Ndio. Joto liko vizuri na tunaendelea na utaratibu wa vipimo zaidi. Huduma kwanza tumeshamfanyia.
Sawa dokta, tunashukuru. Dokta. Sasa unaweza kukrete samani kidogo na mgonjwa, labda nikuachia mawasiliano kama hizo. Okay, sasa na mchongo wa pesa nyingi, sio pesa hizi tunazoweza kununulia dagaa, pesa nyingi nataka nikupatie kijana. Vijana bwana, leta namba hapa, taja namba zako, nitakutafuta. Sawa. 06 910 22 79. Naam. 17. Okay. Thank you. Asante. Tafuta na mbona niko busy kidogo. Sawa, haina shida, tutafuta tuzungumze. Achana na dagaa hizi. Asa chief. Naam. Kuna mgonjwa ukampime malaria na typhoid. Yuko ofisini kwako? Yuko ofisini. Sawa. Hawezi kuja huko. Hawezi kuja tukamchukua vipimo ili tusome. Sawa. Vipimo vile. Sawa, nakuja tena. Sasa ngoja nichukue tena nisha. Habari yako mama? Salama za kazi. Sawa, mgonjwa ni nani? Staff. Pole. Staff. Pole. Samani kidogo, utakuchoma kasindano akatauma. Na baadhi ya vipimo daktari kakuandikia. Nataka tukupime. Sawa. Mwanao? Hapana. Mtoto wako? Pole, utasikia kasindano kidogo. Sasa mama, kutokana tulipompima vipimo, tumemgundua mgonjwa anaumwa typhoid pamoja na malaria. Sawa. Hivyo sasa mama, mateso. Ndio. tunamwandikia dawa ya malaria pamoja na typhoid. Sawa. Hapa tumemwandikia. Hivyo basi mama, Ndio. mgonjwa wetu tumemwandikia dawa Cipro, Flagyl, Panado pamoja na mseto Panado kwa sababu ya maumivu. Sawa dokta. Asante. Mama, kwa ushauri kutoka kwa daktari na shauri kuwa mgonjwa wetu azingatie kunywa maji mengi na chakula pia ale ili kusaidia kwa wakati, ili asaidie mwili kupata nguvu. Na matunda pia, na kusahau vyakula vya mboga mboga kama mchicha, ndio, na mayai na maharagwe, ili mambo yakae safi kabisa. Natumaini mgonjwa ataendelea vizuri na atapona. Sawa dokta, nashukuru sana kwa ushirikiano. Asante. Sawa. Sasa basi, kama nilivyowaambia kwamba mgonjwa azingatia maji mengi sana, kula vyakula vyenye protini kama vile mayai, maharage, mboga za majani na maanisha mchicha. Na hapa tukatika vipimo vyetu tulivyofanya na mambo yote tuliyofanya haya, nadhani mgonjwa sasa anaweza akaondoka akatembea tu vizuri na akaondoka bila wasiwasi.